Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba ya mihogo na mahindi, aliishi msichana mmoja aliyeitwa Zawadi. Alikuwa binti pekee wa wazazi wake, wakulima wa kawaida, waliokuwa na nyumba ndogo ya udongo pembezoni mwa kijiji. Maisha yao hayakuwa ya anasa, lakini yalijaa upendo, heshima na amani. Kila asubuhi Zawadi alienda shambani kuwasaidia wazazi wake, na jioni alichota maji kutoka mtoni kama wasichana wengine wa kijiji. Lakini kulikuwa na kitu kilichomtofautisha na wengine, uzuri wake wa ajabu. Sio kwamba Zawadi alijiona bora kuliko mtu yeyote. Kwa kweli, mara nyingi hakutambua hata ni kwa nini watu walimwangalia kwa muda mrefu alipopita. Lakini kwa watu wa kijiji, Zawadi alikuwa kama maua adimu yaliyomea katikati ya pori. Ngozi yake iling'aa chini ya mwanga wa jua, macho yake yalikuwa na upole wa ajabu, na tabasamu lake lilifanya hata siku ngumu kuonekana nyepesi. Kwa sababu hiyo, watu wengi kijijini walianza kumuita Malkia wa Mangroaja. Uzuri. Wazee walimbariki kila walipokutana naye njiani. Wanawake wengine walimsifu kwa sauti ya furaha. Lakini si kila mtu aliyekuwa na moyo wa furaha alipomwona. Kundi la wasichana wa rika lake walikuwa wakimwangalia kwa macho ya tofauti. Walipoona watu wakimsifia, mioyo yao ilianza kujazwa na kitu kisichoonekana kwa macho, wivu. Kila alipopita karibu nao, walianza kunong'ona chini kwa chini. Angalia jinsi anavyotembea, kama vile kijiji chote ni chake, mmoja alisema kwa sauti ya kejeli. Uzuri tu, kama kwamba huo ni mafanikio, mwingine aliongeza huku wakicheka kwa dharau. Zawadi aliwahi kuwasikia mara kadhaa, lakini alijaribu kupuuza. Alijaribu kuamini kwamba labda walikuwa wanatania tu. Hata hivyo, moyoni mwake alihisi kitu kisichoeleweka. Hakujua kwamba maneno yale madogo madogo ya kejeli yalikuwa mwanzo wa chuki kubwa ambayo ingeanza kubadilisha maisha yake polepole na kuleta tukio ambalo hakuna mtu kijijini angeweza kulisahau. Kadiri siku zilivyopita, hali ilianza kubadilika polepole katika kijiji kile. Mwanzoni, maneno ya kejeli yalikuwa ya chini kwa chini kama upepo mdogo unaopita bila mtu kugundua, lakini baadaye yakaanza kusikika wazi zaidi. Chanzo cha maneno hayo kilikuwa kwa wasichana watatu waliokuwa karibu sana kila wakati: Asha, Neema na Pendo. Walikuwa marafiki wakubwa tangu utotoni, na karibu kila mtu kijijini alijua kwamba hawawezi kutengana. Lakini pamoja na urafiki wao, walikuwa pia na kitu kingine kilichowaunganisha zaidi: wivu kwa Zawadi. Kila Zawadi alipokwenda kuchota maji mtoni, aliwakuta wamekaa pembeni wakizungumza. Mara nyingi walimwangalia kutoka juu hadi chini, kisha wakacheka kwa sauti ya kejeli. Sasa angalia tena, Malkia wa uzuri anakuja, Asha alisema siku moja huku akitabasamu kwa dharau. Neema alitikisa kichwa na kuongeza, watu wanamsifu kana kwamba uzuri ndio mafanikio makubwa duniani. Pendo naye alicheka kwa sauti ndogo, ngoja aendelee kujiona, siku moja atajua kwamba uzuri haujalishi. Maneno hayo yalikuwa kama mishale midogo iliyochoma moyo wa Zawadi kila alipoyasikia. Lakini hakutaka kuonyesha kwamba anaumia. Badala yake alijaribu kuendelea na maisha yake kama kawaida. Siku moja alipowapita njiani, aliwasalimia kwa upole. Shikamooni, alisema kwa tabasamu la heshima. Lakini badala ya kujibu kwa wema, wasichana hao walicheka tena. Walianza hata kuiga jinsi anavyotembea, wakitembea kwa kujifanya kwa dharau huku wakimwangalia. Zawadi alijifanya hajali, lakini moyoni mwake maumivu yalizidi kuongezeka. Alipofika nyumbani jioni ile, alifunga mlango wa chumba chake kimya kimya. Ndipo machozi yakaanza kumtoka. Alijiuliza kimya kimya, kwa nini wananishukia kiasi hiki? Nimewafanya nini? Hakujua kwamba kejeli zile hazikuwa tu maneno ya kawaida. Zilikuwa mwanzo wa dharau kubwa ambayo ingeenea kijiji kizima na kubadilisha maisha yake kwa njia ambayo hakuwahi kuitegemea. Kadiri siku zilivyoendelea kupita, maneno ya kejeli dhidi ya Zawadi hayakuishia tu kwenye vicheko vya pembeni ya njia au minong'ono ya mtoni. Taratibu, yale maneno madogo madogo yakaanza kubadilika na kuwa uvumi mzito uliokuwa ukienea kijiji kizima. Asha, Neema na Pendo hawakuridhika tena kumcheka tu. Sasa walitaka kila mtu kijijini aamini kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida kuhusu uzuri wa Zawadi. Siku moja walikuwa wamekaa karibu na kisima kikuu cha kijiji, mahali ambapo wanawake wengi hukusanyika kuchota maji na kubadilishana habari. Asha alisogea karibu na kundi la wanawake waliokuwa wakizungumza na kusema kwa sauti ya chini lakini inayosikika, jamani, mmewahi kujiuliza kwa nini Zawadi ni mzuri kupita kiasi? Wanawake wale walitazamana kwa mshangao. Neema akajiunga haraka kwenye mazungumzo. Mama yangu alisema kuna watu hupata uzuri wa namna hiyo kwa sababu ya mambo ya ushirikina. Pendo akatikisa kichwa polepole kana kwamba anathibitisha jambo hilo. Nimesikia pia mama yake aliwahi kwenda kwa mganga zamani. Maneno hayo yalitoka kama mbegu ndogo, lakini ndani ya muda mfupi zikaanza kuchipua. Watu walianza kunong'ona kila kona ya kijiji. Labda kweli kuna siri nyuma ya uzuri wake.
Ndiyo maana anaonekana tofauti sana na wengine. Polepole, watu ambao zamani walikuwa wakimsalimia kwa furaha, walianza kumtazama kwa macho ya mashaka. Baadhi yao walipita karibu naye, bila hata kusema neno. Zawadi alianza kugundua mabadiliko hayo. Kila alipoenda mtoni au sokoni, alihisi macho ya watu yakimchunguza kwa njia ya ajabu. Wengine walizungumza kimya kimya alipopita, kana kwamba wanajadili jambo lisilopaswa kusikika. Moyo wake ulijaa huzuni. Alianza kujitenga zaidi na watu. Mara nyingi alichagua kubaki nyumbani, akiwasaidia wazazi wake shambani, badala ya kwenda sehemu ambazo watu hukusanyika. Lakini ndani ya moyo wake, swali moja lilikuwa likimtesa kila siku. Ni lini maneno ya wivu yaligeuka kuwa uvumi unaoweza kuharibu maisha ya mtu? Kadiri uvumi ulivyozidi kuenea kijijini, tabasamu la Zawadi lilianza kupotea polepole. Zamani alikuwa msichana mwenye furaha, aliyependa kuimba wakati wa kufanya kazi na kucheka kwa moyo wote. Lakini sasa, mara nyingi alionekana kimya na mwenye mawazo mengi. Mama yake, Mama Rehema, hakuwa mtu wa kupitwa na mambo yanayotokea kwa binti yake. Alikuwa mama mwenye moyo wa huruma na macho ya kuona mbali. Aligundua mabadiliko ya Zawadi hata kabla hajayaeleza kwa maneno. Siku moja jioni, baada ya kumaliza kazi shambani, walikaa pamoja nje ya nyumba yao ndogo ya udongo. Jua lilikuwa linaanza kuzama, na upepo wa jioni ulipuliza polepole kupitia mashamba yaliyowazunguka. Mama Rehema alimwangalia binti yake kwa makini. Zawadi, alisema kwa sauti ya upole, kuna kitu kinakusumbua moyoni. Zawadi alijaribu kutabasamu kidogo, lakini macho yake yalimsaliti. Machozi yakaanza kujikusanya polepole. Mama, kwa nini watu wanasema mambo mabaya kunihusu? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Nimejaribu kuwa mwema kwa kila mtu, lakini bado wananichukia. Mama Rehema alimsogelea hadi kumshika mkono kwa upendo. Binti yangu, alisema kwa utulivu, dunia imekuwa hivyo tangu zamani. Wakati mwingine watu hushindwa kuvumilia kuona mtu mwingine ana kitu kizuri. Kisha alimwangalia moja kwa moja machoni na kusema kwa sauti yenye hikma, asali tamu huvutia hata nzi wenye wivu. Usifiche nuru yako kwa sababu ya maneno ya watu. Maneno hayo yalikaa kimya hewani kwa muda mfupi, lakini yalikuwa na uzito mkubwa. Zawadi alipumua kwa kina. Ingawa maumivu moyoni mwake hayakuondoka kabisa, maneno ya mama yake yalikuwa kama mwanga mdogo gizani. Alitambua kwamba hata kama dunia ingeendelea kumhukumu vibaya, bado kulikuwa na mtu mmoja ambaye alimuelewa na kusimama naye kila wakati. Hata hivyo, hakujua kwamba siku zilizokuwa zinakuja zingemletea changamoto kubwa zaidi kuliko maneno ya watu wa kijiji. Siku moja asubuhi, wakati watu wa kijiji walikuwa wanaanza shughuli zao za kawaida, sauti nzito ya mpiga mbiu wa kijiji ilisikika ikivuma hewani. Alikuwa akipiga ngoma yake kubwa ya mbao huku akipita katikati ya njia kuu ya kijiji. Sikilizeni, sikilizeni wote, alipaza sauti kwa nguvu. Watu walianza kutoka kwenye nyumba zao na mashambani kwa haraka, wakikusanyika kumsikiliza. Tangazo kutoka ikulu halikuwa jambo la kawaida, hivyo kila mtu alitaka kujua ni nini kilikuwa kinaendelea. Mpiga mbiu alisimama katikati ya uwanja wa kijiji, akainua mkono juu na kusema kwa sauti kubwa, kwa amri ya mfalme, siku chache zijazo kutafanyika sherehe kubwa ya dansi katika ikulu. Katika sherehe hiyo, mwana wa mfalme atachagua mke wake kutoka miongoni mwa wasichana wote wa kijiji. Kila msichana ambaye hajaolewa anakaribishwa kuhudhuria. Maneno hayo yalipokelewa kwa mshangao na furaha kubwa. Mara moja kijiji kilijaa kelele za shangwe na mazungumzo ya msisimko. Wasichana wengi walianza kuota ndoto kubwa ghafla. Baadhi yao waliruka kwa furaha, wengine wakaanza kupanga mavazi mapya. Sasa lazima nipate kitambaa kipya kabisa, mmoja alisema kwa shauku. Nitafanya mazoezi ya kucheza dansi kila siku, mwingine akaongeza huku akicheka. Habari hiyo ilienea kwa haraka sana hadi ilipofika kwenye nyumba ndogo ya Zawadi. Aliposikia tangazo hilo, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Kwa muda mfupi, alifikiria jinsi sherehe hiyo ingeonekana, muziki, taa za ikulu na watu wengi wakicheza kwa furaha. Lakini mara moja, mawazo mengine yakamjia. Je, nitakwenda kweli? Alikumbuka maneno ya kejeli ya Asha, Neema na Pendo. Alikumbuka jinsi watu wengine walivyokuwa wakimwangalia kwa mashaka siku hizi. Labda ni bora nibaki nyumbani tu, alisema polepole. Lakini Mama Rehema alimwangalia kwa uthabiti na kusema kwa sauti ya kujiamini, Zawadi, usiruhusu hofu ikuibe nafasi yako. Wakati mwingine hatima ya mtu huja katika siku ambayo anaogopa zaidi kuikabili. Maneno hayo yalifanya Zawadi afikirie kwa kina. Hakujua kwamba uamuzi wake wa kwenda kwenye sherehe hiyo ungekuwa mwanzo wa tukio kubwa ambalo lingeibadilisha kabisa hatima yake. Habari kwamba Zawadi angehudhuria sherehe ya dansi ya kifalme ilienea haraka kijijini. Wasichana wengi walikuwa wakijitayarisha kwa furaha, lakini kwa Asha, Neema na Pendo, habari hiyo haikuwa ya kufurahisha hata kidogo. Walikuwa wamekusanyika karibu na mto siku moja jioni, wakizungumza kwa sauti ya chini huku wakitazama maji yakitiririka.
Asha alikunja uso wake kwa hasira. Kama Zawadi ataenda kwenye sherehe ile, hakuna atakayemwangalia mtu mwingine, alisema kwa sauti ya kukasirika. Neema alitikisa kichwa polepole. Ni kweli. Watu tayari wanamsifu kila mahali. Je, unadhani mwana wa mfalme atamkosa kweli? Pendo alipiga jiwe dogo ndani ya maji kwa nguvu. Hapana, alisema kwa sauti ya baridi. Hilo halitatokea. Walikaa kimya kwa muda mfupi, kana kwamba kila mmoja alikuwa akifikiria jambo lile lile. Kisha Asha akasema kwa sauti ya polepole lakini yenye maana nzito. Basi tufanye kitu. Macho ya Neema na Pendo yakamgeukia mara moja. Tutamzuia asifike kwenye sherehe, Asha aliendelea kusema. Lakini kwanza lazima tumfanye atuamini. Siku chache baadaye, tukio la kushangaza lilitokea. Asha, Neema na Pendo walifika nyumbani kwa Zawadi, wakiwa na tabasamu pana usoni mwao. Walikuwa wamebeba karanga zilizooka na matunda kama ishara ya amani. Zawadi alipowaona karibu aliogopa kidogo. Hakutarajia kuwaona hapo. Tumekuja kukuona, Neema alisema kwa sauti ya upole isiyo ya kawaida. Asha akaongeza, tumefikiria sana kuhusu jinsi tulivyokutendea zamani na tunajuta. Pendo alishusha macho yake kana kwamba ana aibu. Tungependa kuwa marafiki zako sasa. Zawadi alishangaa sana. Kwa muda mfupi alibaki kimya akiwatazama kana kwamba anajaribu kujua kama wanamaanisha kweli. Lakini moyoni mwake kulikuwa na hamu kubwa sana, hamu ya kuwa na marafiki kama wasichana wengine. Polepole tabasamu lilionekana kwenye uso wake. Basi karibu, alisema kwa upole. Hakujua kwamba tabasamu walilomwonyesha halikuwa la urafiki wa kweli. Lilikuwa tabasamu la watu waliokuwa tayari wameanza kupanga njama ya hatari dhidi yake. Kadiri siku ya sherehe ya dansi ya kifalme ilivyokuwa inakaribia, Zawadi alianza kuamini zaidi kwamba Asha, Neema na Pendo walikuwa wamebadilika kweli. Walikuwa wakimtembelea mara kwa mara, wakicheka naye na hata kumsaidia kupanga baadhi ya vitu kwa ajili ya sherehe. Lakini nyuma ya tabasamu lao la urafiki, kulikuwa na siri nzito ambayo Zawadi hakujua. Siku moja mapema asubuhi, kabla hata watu wengi hawajaamka, Asha, Neema na Pendo walikutana pembeni mwa msitu uliokuwa karibu na kijiji. Kila mmoja alikuwa amebeba jembe au koleo. Haraka tufanye kazi kabla mtu hajatuona, Asha alisema, huku akiangalia pande zote kwa tahadhari. Bila kupoteza muda, walianza kuchimba shimo kubwa ardhini. Ardhi ilikuwa ngumu, lakini wivu na chuki moyoni mwao vilikuwa kama nguvu iliyowasukuma kuendelea kuchimba. Jua lilipopanda juu kidogo angani, shimo lile lilikuwa tayari limekuwa refu na pana vya kutosha kumtupa mtu ndani. Neema alitazama kazi yao, kisha akasema kwa sauti ya kuridhika, humo akidondoka hataweza kutoka. Pendo alitabasamu kwa baridi. Sasa hatutakuwa na tatizo la Zawadi kwenda kwenye sherehe. Walikifunika sehemu ya juu ya shimo kwa majani na matawi ili lisitambulike kwa urahisi, kisha wakaondoka kana kwamba hakuna kilichotokea. Hatimaye siku ya sherehe ilifika. Wasichana wa kijiji walivaa mavazi yao mazuri zaidi. Rangi za vitambaa zilikuwa zikimetameta kila kona na furaha ilionekana wazi kwenye nyuso zao. Asha, Neema na Pendo walifika nyumbani kwa Zawadi wakiwa wamevaa vizuri kana kwamba wao ndio marafiki zake wa karibu zaidi. Zawadi, Pendo alimuita kwa furaha ya kujifanya. Tumekuja tuende pamoja ikulu. Asha akaongeza kwa haraka. Tunaweza kupita njia ya mkato kupitia msituni. Tutafika mapema zaidi. Zawadi alisita kidogo. Moyoni mwake kulikuwa na hisia ndogo ya wasiwasi, lakini alijaribu kuipuuza. Alifikiri, hawa sasa ni marafiki zangu. Bila kujua hatari iliyokuwa inamngojea mbele, Zawadi alifunga mlango wa nyumba yao na akaanza kuandamana nao kuelekea msituni hatua kwa hatua, akikaribia mtego waliokuwa wamemwandalia. Njia ya msituni ilikuwa tulivu isivyo kawaida. Kadiri Zawadi, Asha, Neema na Pendo walivyozidi kuingia ndani ya msitu, sauti za kijiji zilianza kupotea polepole nyuma yao. Badala yake, kulisikika tu upepo mdogo ukipita kati ya miti na sauti za ndege waliokuwa wakiruka juu. Mwanzoni walikuwa wakicheka na kuzungumza kama marafiki wa kweli. Pendo alikuwa akisimulia hadithi za kuchekesha na Zawadi alijikuta akicheka kwa furaha ambayo hakuihisi kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi, alihisi kana kwamba hatimaye amepata marafiki wa kweli. Lakini kadiri walivyozidi kusonga mbele, njia ilianza kuwa nyembamba na kimya kikazidi kuwa kizito. Asha alisimama ghafla na kuonyesha mbele kidogo. Njia hii hapa ndio fupi zaidi, alisema kwa sauti ya kawaida. Zawadi alisogea mbele bila kufikiria sana.
Hakujua kwamba hatua chache tu mbele yake kulikuwa na mtego aliokuwa wameutayarisha kwa siku kadhaa. Alipiga hatua moja, kisha nyingine. Ghafla, ardhi chini ya miguu yake ilipasuka. Kia! Alipiga kelele kwa hofu. Mwili wake uliteleza chini kwa kasi, na sekunde chache baadaye alianguka ndani ya shimo refu. Vumbi liliruka juu huku mwili wake ukigonga udongo kwa nguvu. Kwa muda mfupi alibaki pale chini akiwa amechanganyikiwa, kichwa kikizunguka. Alipoinua macho yake juu, aliwaona Asha, Neema na Pendo wakisimama pembeni ya shimo wakimtazama. Lakini sasa hawakuwa na tabasamu la urafiki. Walikuwa wanacheka. "Angalia sasa, malkia wa uzuri," Asha alisema kwa dharau. "Unaweza kucheza dansi humo ndani?" Neema na Pendo walicheka kwa sauti kubwa. Zawadi alishtuka kabisa. Macho yake yalijaa machozi. "Tafadhali nisaidieni kutoka," aliomba kwa sauti iliyotetemeka. "Kwa nini mnafanya hivi?" Lakini badala ya kumsaidia, wasichana hao waligeuka na kuanza kuondoka. "Labda mwana wa mfalme atakuja kukuokoa," Pendo alisema kwa kejeli kabla hawajatoweka msituni. Polepole giza lilianza kuingia msituni. Zawadi alibaki peke yake ndani ya shimo lile refu, akitetemeka kwa baridi na hofu, huku sauti yake ikipotea gizani akilia, "Naomba mtu yoyote nisaidieni." Asubuhi ilipokuwa bado mchana haujaanza, msituni palikuwa kimya. Majani yalipuliza taratibu kwa upepo wa baridi, na ndege walipotea kwenye miti wakitafuta hifadhi ya jua. Ghafla, kilio kidogo kilianza kusikika kando ya mto mdogo uliopita katikati ya msitu. Zawadi alichomeka kwa hofu, kutoka ndani ya shimo refu, akiomba msaada huku machozi yakimwagika usoni. Kila kipande cha mwanga kilipoguswa na uso wake, kilionyesha machungu na woga aliyokuwa akihisi. Hapo ndipo hatua ya mwindaji jasiri, Juma, ilikuja kuingilia kati. Juma alipita msituni akiwa amebeba upanga wake wa kawaida na shingo ya mnyama wake wa farasi, kisha alisikiliza kilio hicho kwa makini. Haraka alifahamika kwamba kilikuwa kilio cha Zawadi. Bila kusita hata kidogo, aliangalia mzunguko wa miti ili kuhakikisha hakuonyeshi hatari, kisha akaelekea shimo. Kwa ustadi wa ajabu, Juma alifanyia kazi hatua kwa hatua. Aliweka mikono yake chini ya mikono ya Zawadi na kumuinua taratibu kutoka ndani ya shimo hilo gumu. Papo hapo, jicho la Zawadi liliangaza kwa furaha na hofu ilianza kupungua taratibu. Mara baada ya kuondolewa, alishika mkono wa Juma kwa shukrani kubwa, hisia za furaha na hofu zikimchanganya. Baada ya hapo, Juma hakubaki msituni. Alipeleka Zawadi moja kwa moja hadi ikulu ya mji mkuu, ambapo mfalme alikuwa akipanga sherehe. Zawadi alifika akiwa salama, akiwa na moyo wa furaha usio na mfano. Huko, aliwaeleza mfalme na maafisa wake yote yaliyojitokeza. Jinsi alivyokuwa amedungwa na wasichana waliokuwa marafiki wa uongo, na jinsi waliomwacha katika hatari. Wazazi wake walifika mara moja, nyuso zao zikiwa zimejaa furaha na shukrani. Walimshika Zawadi karibu, wakimfahamu kwamba binti yao aliye hai na salama alikuwa baraka ya kweli. Kila mmoja alihisi mchanganyiko wa shukrani, faraja na furaha isiyoelezeka. Katika siku hiyo, Zawadi alijua kwamba hata katika giza kubwa na hatari isiyotarajiwa, Mungu au hatima huja na mtu wa kuokoa. Hisia ya hofu ilibadilika kuwa nguvu mpya ya kuamini siku zijazo, huku sherehe ikikaribia na ndoto zake za furaha zikianza kurudishwa. Baada ya Zawadi kufika salama kwenye ikulu, mwana wa mfalme Juma alisimama kando, akifuatilia kila jambo lililokuwa limetokea. Muda mfupi baadaye, mfalme aliwaita wasichana watatu, Asha, Neema na Pendo, waliojaribu kumdhuru Zawadi, wakiwapelekea mbele ya umati mzima wa watu. Waliwakilishwa hadharani, kila mmoja akapiga magoti kwa aibu. Kila mmoja aliwaambia kweli maneno yao na tabia zao. "Tulifanya haya yote kwa sababu ya wivu na chuki," walisema kwa sauti chanya, huku mioyo yao ikijaa majuto na hofu ya adhabu. Mfalme hakukaa kimya. Alitumia hekima na uthabiti wake kuonyesha kwamba matendo ya chuki hayakubaliki. Alileta adhabu ambayo ingefundisha somo la maisha. Walichukuliwa mbali na sherehe, wakapewa kazi za kijamii za kumsaidia jamii badala ya kufurahia maajabu ya maisha. Hii ilihakikisha kwamba adilifu na haki zingeimarishwa. Baada ya hapo, mwana wa mfalme Juma alisimama mbele ya umati wa watu wote, macho yake yakitazama Zawadi. Alionekana mwenye furaha na uthabiti, kisha alisema kwa sauti yenye ujasiri na upendo, "Leo nimepata mke wangu tayari. Zawadi ndiye anayestahili furaha na heshima." Sauti hiyo ilitukia kwenye ukumbi wa ikulu, na kila mtu alilia kwa furaha na kushangilia kwa shangwe. Wazazi wa Zawadi waliruka mbele kwa furaha, wakimkumbatia binti yao, moyo wao ukijaa shukrani na furaha isiyo na kipimo.
Kwa mara ya kwanza baada ya matukio yote ya hofu, kejeli na hatari, Zawadi alihisi amani ya kweli. Alijua kwamba uzuri wake, moyo wake safi na imani yake katika wema wa wengine hatimaye vilileta furaha na heshima aliyostahili. Kijiji kizima kilijua kwamba hadithi ya Zawadi ilikuwa funzo lisilo na kipimo juu ya ujasiri, uvumilivu na hatima. Na kwa Zawadi, kila siku mpya ilikuwa ni fursa ya kuishi kwa furaha, heshima na amani ya moyo.